Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo mardi le 23 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo nimewaletea siku ya leo nitawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Bukavu, ambapo panike ni ya hali ya juu wakati wakaaji walikuwa wameanza kufanya maandamano kama walivyoagizwa na wasi wa M23. Mashambulizi yalisikika hapa na pale na bombe zikaanza kusikika hapo mjini Bukavu. Population wakapanike, hali ikawa tete. Tutawaambia mengi kuhusu kinachoendelea mjini Bukavu. Upande mwingine tutawapeleka ndani ya mji wa Sake, ambapo population nao waliamka wakiingia mitaani kufanya maandamano. Wao wanaandamana kinyume na M23, wanaandamana wakipinga kumilikiwa na wasi wa M23, wanaandamana wakiomba M23 kuondoka mjini Goma na Sake na maeneo yote ambayo wanayamiliki. Na nimewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua na pata habari zetu zote kwa wakati. Endelea kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na mujiunge nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kwenye titre utapata linki hiyo, ujiunge na utakuwa napata habari zetu zote kabisa kwa wakati, na kuomba kukuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea na kujua hali halisi mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu mbichi kabisa tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Bukavu, ambapo wakaaji walikuwa wameitwa na viongozi wa M23 kufanya maandamano hapo mjini Bukavu. Ni maandamano ambayo walikuwa wameagizwa kuandamana wakiunga M23 mkono, wakisema kwamba hawapendi wajiretire ndani ya mji wa Uvira na Goma. Ni maandamano kama yale ambayo walikuwa wameandaa mjini Goma na Uvira, wakiagiza population kuwaunga mkono, wakiwaambia waandamane, wakisema kwamba hawapendi waondoke mu maeneo ambayo wako ndani kama ilivyokuwa ndani ya mji wa Goma. Population ndani ya mji wa Bukavu waliamka wakifanya kazi zao za kawaida, ndipo waja wa M23 walianza kupita mkartie tofauti wakiwaita wakaji kuenda kuandamana. Video ndio hiyo kwanza, wakati ilikuwa asubuhi na watu wako naanza ita population waingie mitaani kuandamana. Basi yote wanahitajika kumarch pacifique yenye tafanyika kuanzia kuplas Muziro, Nyawera, Itinéraire la bote. Bakuwa banabahitaji. Baada ya hapo wakaaji waliingia mitaani kuandamana, paske walikuwa wameagizwa. Ni kama ile maandamano ambayo ilikuwa mjini Goma, ni order ambayo walikuwa wamepewa waandamane, na wakaaji hawawezi wakapinga kwa sababu wao ndio wenyewe wanawaongoza. Ukipinga hapo mnasikia ya kwamba utakutana na cha mtemakuni. Population hawana ingine choice of kuandamana kama walivyopewa order na M23. Ndipo waliingia mitaani polepole hapo mjini Bukavu kuanza kuandamana. Wakati walikuwa wameanza sasa kufanya ile marche wakiandamana, mashambulizi yakaanza kusikika papo hapo na hali ikawa mbaya. Video hii ni wakati mashambulizi yalikuwa yameanza na population wakaanza kimbia wakati walikuwa wakiandamana.
Wakati huo huo ndipo hali iligeuka kuwa mbaya sasa, mashambulizi yakasikika hapa na pale. Kuanzia 10h ilikuwa mashambulizi mumuji wa Bukavu, kuanzia kote ya Igoki pale kwa essence, masasi ilisikika mingi pale. Kufika maeneo ya Karale pale Kukan TV nako masasi ikasikika sana, na ikafika pale ambapo bombe sasa zilianza kufika ndani ya mji wa Bukavu. Pale mjini Bukavu bombe zilipiga hapa na pale, na kutokana na hayo masasi ambayo iko nasikika hapa na pale, taarifa kutoka hapo mjini Bukavu zinazotufikia ni kwamba kuna mtu tayari ambaye alipoteza maisha yake. Wanatuambia ya kwamba ni pastere wa Eglise Yesu ni Bwana ndiye ambaye aliuawa wakati wa bombe kuanguka ndani ya nyumba ambayo iko pale mkartie ya Giamba pamoja na ile kanisa ya Betesaida. Hapo ni matokeo ya mashambulizi ambayo iko nasikika hapo mjini Bukavu. Hali iligeuka kuwa mbaya hapo mjini Uvira wakati M23 ilianza kuambia population wataandamana kwa siku ya leo. Ilikuwa jioni ya jana, wazalendo walianza kuambia population wasije wakaandamana kwa sababu wao wanapenda maandamano yasifanyike, kwa sababu maandamano hayo yanalenga kuunga mkono wasi hao, na ni maandamano ambayo yanaweza kuwasaidia ndani ya diplomasi ili wasije wakaondoka mu maeneo ambayo wako ndani. Ndipo wazalendo walisema kwamba wakaaji wabakie mu nyumba zao, kusikue mkaaji wa kwenda kuandamana kwa sababu au hawataitika hayo. Na wakati maandamano yalikuwa yameanza tayari, mashambulizi yakawa yanasikika hapa na pale ndani ya mji wa Bukavu. Hali ni tete mjini Bukavu, bombe ziko nasikika hapa na pale. Kama ni ataki ya wazalendo kama ilivyokuwa jana ndani ya mji wa Uvira hatujafahamu, ila kama kawaida tutakuja kuwaambia mengi wakati tutakuwa tumejua kinachoendelea. Pour le moment ni mashambulizi ambayo iko nasikika hapa na pale mjini Bukavu. Population wameanza tayari kuanguka hapo. Mnasikia kwamba ni matata, mji wa Bukavu unakumbwa na hali mbaya ya mashambulizi ya hapa na pale. Mjini Sake nako sasa kuko maandamano. Video ndio hiyo. Population wa mji wa Sake wao waliandamana kivyao, hawakuagizwa na AFC M23. Wao walisimama tu asubuhi ya leo mapema, vijana wakaandamana wakisema kwamba hawapendi AFC M23, wanapenda AFC M23 irudie kwao. Video ndio hiyo. Hatupendi. Hatupendi. Hao ni wakaaji wa mji wa Sake ambao waliamka asubuhi mapema wakaandamana kivyao wakipinga AFC M23. Hao wakaaji asubuhi ya leo mapema wakati walianza kuandamana, kulisikika nako mashambulizi ndani ya mji wa Sake ambapo taarifa zinazotufikia wanasema kwamba ni wanajeshi wa AFC M23 ambao walipiga mashambulizi hayo ili kusimamisha wale wakaaji wa mji wa Sake ambao walikuwa wakiandamana. Na wakaaji wa Ligoma waliendelea kukimbia ndani ya maaveni kabisa, wakisema kwamba wao hawapendi AFC M23 iwaongoze, wanapenda AFC M23 irudie kwao. Ni population wa mji wa Sake ambao walisimama asubuhi ya leo wakaingia ndani ya mitaa kupinga AFC M23, tofauti na maandamano ambayo waliandaa ndani ya mji wa Goma, wale waasi wa AFC M23 wakiwapa ordre population ya kuunga mkono, na mji wa Uvira hata Bukavu. Hapo Sake ni population ambao wao wanaandamana kivyao wakipinga AFC M23 wakiomba kurudia kwao. Mjini Sake wakati maandamano yanaendelea, kunasikika nako mashambulizi ya hapa na pale. Waasi hao wa AFC M23 wako napenda wasimamisha hayo maandamano, mai population au waisha kataa. Tutakuja kufahamu mengi wakati muda utaisha, tujue ndani ya mji wa Sake hali ni vipi. Mais pour le moment ndani ya miji hiyo miwili kuna maandamano. Mji wa Bukavu wako kabisa hali ni tofauti, kwa sababu kuko nasikika na mabombe, ni kama kabisa iko ndani vita
Hatujajua kama iko vita ama ni mashambulizi ambayo yako ya aina gani ama yanatokea wapi. Mais stay connected, tutakuja kuwaambia baada ya muda, ndipo hapo mjini Bukavu tutaelewa kinachoendelea. Upande mwingine tumewaletea habari mingi kabisa. Ndani ya Grand Katanga, kamanda wa jeshi la kanda ya 22 ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, General Edi Kapende, alitangaza kwamba ameimarisha tahadhari ya juu zaidi ya vikosi vyake vyote katika majimbo ya Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika na Holo Mami ili kukabiliana na vitisho vya waasi wa M23 vilivyoripotiwa ndani ya Uvira huko Kivu Kusini, mji ulio karibu na Kalemi ndani ya Tanganyika. Wakati wa gwaride la pamoja la FARDC na polisi lililofanyika Jumatatu le 22 Desemba siku ya jana, General Edi Kapende aliwasilisha kwa mara ya kwanza picha ya kutuliza kwa ujumla kuhusu hali ya usalama mwaka 2025 ndani ya mamlaka ya mkoa wa 22 wa jeshi. Kulingana naye, utulivu ulionekana si bahati mbaya bali ni matokeo ya kujitolea kwa kila siku kwa wanaume na wanawake waliovalia sare. Alisema ya kwamba ikiwa mamlaka yote itakuwa shwari mwaka 2025, inamaanisha kwamba kuna wanaume na wanawake ndani ya polisi na vikosi vya jeshi ambao wameazimia kulinda idadi ya watu na mipaka yetu. Kwa kutumia fursa ya gwaride hili la mwisho la mwaka, kamanda wa eneo la 22 la kijeshi alikumbuka dhamira ya msingi ya FARDC na polisi wa kitaifa wa Kongo, huku akiwaweka vikosi vyote katika tahadhari. Alisema ya kwamba hii ilikuwa fursa kwangu kurudia dhamira yetu na kuwaweka vikosi vyote, wanajeshi na maafisa katika tahadhari ili tuwe tayari kujibu uchochezi wowote popote utakapotoka. Katika hotuba yake ya maadili pia aliibua wazo la kujitolea kwa dhati katika kulitumikia taifa na kuwaonya wale ambao wanaweza kujaribu kukimbia. Alisisitiza kwamba dhamira ya jeshi ni kulinda nchi ambayo ni mama yake na baba yake. Mkuu wa nchi Felix Tshisekedi Tshilombo alisema kwamba sote tumeahidi kutoa maisha yetu kwa ajili ya uhai wa nchi yetu. Siku nitakapokuwa mstari wa mbele, hakuna mtu atakayekuwa na haki ya kukimbia. Anayekimbia si wa jamhuri, si wa bendera, si wa amani au usalama, ni msaliti na nchi yetu haivumilii na haisamehe uhaini. Alisema hayo. Inafaa kuzingatiwa kwamba General Edi Kapende alitoa ujumbe wa uwajibikaji kwa watu wa Kongo, akiwahimiza kuweka kipaumbele maishani ya kushirikiana na jeshi. Pia aliwatakia vikosi vyote vya usalama Christmas njema na mwaka mpya mwema, akielezea imani yake kwa siku zijazo. Nadhani ya kwamba hapo tuko naendana kabisa, kila kitu kinaeleweka. Tuendelee na taarifa zetu. Tuelekee ndani ya maparti politike ya waopoza kama ile ya Martin Fayulu, ya Augustin Kaboya na Jean-Pierre Bemba. Walisema ya kwamba kwa sasa kabisa hakuna solution ya kivita nchini Kongo kutokana na hali ya mapigano yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Wanasema ya kwamba jeshi la Kongo liko feble kabisa, halijawahi kushinda wale waasi wa M23 ambao wanawapiganisha mashariki mwa nchi ya Kongo. Wanawaita wakongomani wote kushiriki katika maongezi ya kitaifa kama njia pekee ya kumaliza matatizo na vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Wanasema kwamba jeshi la Kongo ambalo walijaweza kuweza kushinda Mobondo, wale waasi kabisa ambao wako feble, waasi kama wa CRP, waasi kama wa ADF kupigana na M23 hawataweza, kwa sababu tangu Bunagana mpaka pale ambapo wako walionekana kukoa feble mbele yao. Wanatoa wito kwa wakongomani wote kushiriki katika maongezi ya kitaifa ili kutatua matatizo na kumaliza kwa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama si hivyo, arme ya Kongo kupitia njia ya kivita haitaweza. Na Katumbi alisema kwamba hata wanaendelea kujiuliza ni kwa nini gouvernement ya Kongo inakawia
kufanya hayo maongezi wakati wanaona ya kwamba ndiyo solution pekee ambayo inabakia kutokana na jinsi arme ilishakashindwa. Hao ni viongozi wa maparti politike ya opposition ambao walikuwa wakitangaza hayo, na hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kukuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati, na waomba pia kuendelea kusubscribe na kuendelea kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kukuwa na siku njema. Reste connecte, tutaendelea kuwapa habari mbichi kama kawaida. Asante.